hapa ameainisha Mwenyezi Mungu mwenyewe, amesema wadhkurullaha, endeni mkamtaje Mwenyezi Mungu fi ayamin ma'dudat, katika siku chache zinazohesabika. Hizi hapa kwa wale mafukaha ndio zile ayamu tashriq, zinaitwa ayamu tashriq. Nini maana tashriq? Tashriq ni harakati za kuchana chana nyama kwenye slesi ndogo ndogo, ukazianika ili zikauke zisioze. Enzi hizo teknolojia ya uhifadhi wa vitu haijawa nzuri, ilikuwa siku kama hizi tatu kunakuwa na heka maji nyama mengi yaliyochinjwa mwezi 10, watu wana chana nyama kwenye unene mwembamba sana ili kuweza kuzikausha kwenye jua, wanaweka kwenye mawe na hivi zinaanikwa. Sisi tunaita ngonda, sije mnahitaji. Tashrika asili yake ni kukikunjua ngozi au minofu ya nyama ili ikauke kwa jua. Sasa ayami tashriki ni mwezi 11, 12 na 13. Ni siku ambazo kwa hukumu kwetu hurindima takbira kila baada ya sala. Sasa Mwenyezi Mungu amesema wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, mkumbukeni Mwenyezi Mungu, mtajeni katika masiku haya yenye kuhesabika. Kisha akasema masiku yenyewe ndio haya 11, 12, 13. Baada ya hapo akatoa ofa, akasema faman taajjala fi yawmaini, mtu kama atafanya haraka aondoke siku ya pili, yani mwezi 12, fala ithma alayhi, hakuna dhambi, ruhusa. Wa man taakhara, na atakayeamua kuchelewa amalize siku 3 zote, kwa maana aondoke mwezi 13, fala ithma alayhi, hakuna cha dhambi, atajitazamia mwenyewe chaguo lake ni nini. Sasa tukiwa pale, ibada kuu ni ibada ya kupiga mawe. Hizo baki za kawaida, swala, kula, kwenda msalani na kadhalika, vya kawaida. Kikubwa ni kupiga mawe. Mwezi 10 upigaji wa mawe unaanza tokea hii alfajiri mpaka jioni, lakini masiku mengine yaliyobaki yote, muda uliowekwa kama hakuna dharura zozote ni kuanzia adhuhuri. Kuanzia adhuhuri huwa zinatokea dharura saa nyingine za kiusalama, mpaka serikali zinaingilia kati. Kama mwaka nafikiri majuzi, joto lilikuwa kali sana, watu wanaanguka tu kama vidude gani kutokana na jua. Serikali ikaruhusu, wanaweza kufanya mapema sana watu, lakini kuanzia 6, 7, 8 marufuku. Jua kali sana mpaka jioni, wanaweza kuendelea watu mpaka usiku. Hizo ni dharura, na dharura katika Uislamu zina nafasi yake na zinakadiriwa kulingana na ukubwa wa tukio. Lakini katika hali ya kawaida ni baada ya adhuhuri. Kwa mtu mwenye afya ya kawaida, ile taabu asiogope, ndio dini yenyewe. Lakini kwa yule ambaye mwenye mgogoro wa kiafya, anajua kabisa nikitembea hapa mpaka kule kwenye hivyo vinara nitadhurika hivi, presha itakataa, tendo la kwenda kupiga mawe linaruhusiwa kisheria, kumtuma mtu akakupigie kwa niaba yako. Unaweza ukamtuma mtu. Usimtume mtu kwa sababu umechoka, unaona taabu kwenda. Ile taabu ndio ibada yenyewe. Iko siku utachoka kwenda msikitini wewe. Ile kuchoka ndio taabu yenyewe. Udhuru ni kwamba ukienda kule utateseka kwa maumivu, au ugonjwa ule utaongezeka kutokana na ule msongamano uliopo. Hizo ndio nyudhuru. Wengine huwa wanatuma watu sababu bwana nimechoka bwana, kwenda kume mbali bwana, jasho limenitoka jana. Ashamtuma mtu, na huyu pia atamtoka jasho, na yule pia atatoka jasho. Kwa hivyo ile kukerwa kwa unataabika mara hivi mara kakugusa mtu, ndio dini yenyewe. Ila udhuru ni kwamba ukifanya hivyo ugonjwa ulionao unaongezeka. Hapana, utapata madhara yote. Pengine ulikuwa si mgonjwa, lakini kuanzia hapo ndio utakuwa umeamsha magonjwa ambayo hayakuwepo. Kama sio hivi, usimtume mtu. Kwa hivyo wenye nyudhuru, na nyudhuru zao wanazijua wenyewe na anazijua Mola wao.
wanaruhusiwa kumtuma mtu, na ukishatumwa na mtu kwenda kumpigia, unaruhusiwa kufanya yote kituo kimoja. Kwa maana mwezi 11 tunapiga maeneo matatu, la hapa, alafu la kule, alafu la kule. Unatakiwa unasimama mahala pamoja, unapiga jiwe la kwanza la kumwenye Allahu Akbar, napiga. Ukishamaliza yako 7 yako, ushamaliza, unachukua 7 ya huyo unayemwakilisha. Unaweza kumtumikia mtu mmoja, 2, 3, 10, 11, lakini uwe mwaminifu, ufanye hilo zoezi ule ulikubali. Piga ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka 7 zimeisha. Unaenda kwenye kituo cha pili, kama mnavyoita shetani wa pili, unapiga yako 1, 2, 3, 4, 5 mpaka 7, kisha unapiga hili, unamshughulisha Mwenyezi Mungu, inampigia fulani tap tap tap, hata kama humkumbuki jina yule alionipa mawe yake. Mara kusio kapata bwana, pengine una simu huko hazikubali, wewe mwenyewe unajua kwamba hili namfanyia mtu, unaweza kumfanyia 1, 2, 3 na kuendelea. Kitu kikubwa hapa cha msingi, jambo hili la kupiga, kinachotakiwa kwanza ni kurusha. Hata kama uko karibu na kile kikuta, kama utachukua mawe 7 yale ukenda ukayaweka pale, badala ya kurusha wewe ukatumia kuyaweka, haitakubalika. Tunataka tuone mkono Pili, utumike mkono na sio kitu mbadala. Usichukue manati yako tap. Ingawa ni hatari kwa wengine, lakini tujalie hata kama ingekuwa hakuna mtu, huruhusi kutumia kifaa kama manati kuwa ndio unachopigia pale. Lakini 3, hakikisha hicho unachokirusha kwenda pale ni jiwe, iwe la mfinyanzi, iwe la tumbawe, lakini yawe mawe, si yale ya msora meusi yale, lakini kiwe kinaitwa jiwe. Usikue mkate ule ukauka, ukipande cha kanda mbili umekikata. Wengine wana hasira, shetani anachukua kanda mbili sana na haramu, au anajaza maji kwenye chupa kama hizi empty, anajaza. Ukifanya hivyo unafanya dhambi, unazua katika dini ya Mwenyezi Mungu, na lengo la kisheria linakuwa bado halijafikika. Hutambuliki kama umepiga. Ile ni ishara ya kumpiga shetani, lakini kile kikuta sio shetani kweli. Sasa hasira za shetani usitolee kile kikuta. Kwa maana hiyo, yawe ni mawe na ni kiasi kidogo sana, likiwa kubwa pengine lisizidi kama haragwe. Sheria imepanga hivyo toka wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na moja ya malengo, hata ikitokea bahati mbaya katika kupiga limempata mtu, asiweze kuathirika, akadhurika, pengine pakavimba mahala, pakapasuka, pakachanika, akapata maumivu makubwa, anaweza kuona kitu gani kimemgusa. Kwa hiyo siku 3 zetu zote, kama tutakaa 3, itakuwa ni za namna hii. Adhuhuri kwenda piga mawe, na inakuwa ni mapigo yataendelea mpaka jioni, hata baada ya magharibi kama hatujesha, zoezi litaendelea. Hii kwa unapiga unafanyaje, ina falsafa zake, tutaelezana katika darasa zetu huko Maka. Hivi tunapiga ndio ishara ya nini? Lakini jambo la karibu ni ishara ya kupambana na shetani ambaye alikuwa anataka kumkwaza Nabii Ibrahim asitekeleze zoezi lake la kuchinja, kwa sababu zoezi lile limefanyika maeneo hayo ya Mina. Alimjia hapa akamsifu ujinga, we mzee, mtu mzima, lakini akili yako haiko vizuri, mtoto ashakuwa makamo hayo wa kuweza kumfaa binadamu, wewe ndio unamchinja eti kwa sababu ya ndoto, wewe sio mwehu, wewe sio kadha. Ibrahim kama binadamu wakati mwingine nafikiria yana ukweli kiasi gani haya. Alikuwa anayapa nafasi, shetani rajim, anakimbia, ile hali inaondoka, akasogea mbele, akakutana naye tena, mpaka mara ya 3 na ya mwisho ikashindwa ile hali, na yeye akatimiza lengo lake mpaka pale Allah alipompa fidia kondoo huyu, na huyo mwache usimchinje. Sasa pia unahuisha
Maana Ibrahim sehemu mbili alitumia kumshambulia shetani, sehemu tatu, ya kwanza, ya pili na ya tatu. Na katika mfumo wa ibada ya hija Allah subhanahu wa ta'ala amesema tendo hili la kidini, la kishujaa, la kitauhidi, na nyinyi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtalifanya millata abikum Ibrahim, lazima mtafanya. Kwa hivyo matukio mengi ya hija haya yana uwasili wake. Yule katolewa fidia, wafadainahu bidhibhin adhim, na sisi tunachinja, tunajiunganisha na manabii waliopita. Na mara nyingi Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa anaambia masahaba akiwa katika msafara wa hija, na kuoneni hapa, naona kama mbele yangu kuna fulani akiwa amepanda mnyama wake. Hija peke yake ni ibada inatuunganisha na mitume waliotangulia na wakale wetu waliotangulia. Baada ya siku 3 za hapa Mina au 2, viongozi watatuarifu kwamba tunarudi Makka. Tunarudi Makka, zoezi la huku limemalizika. Kwenye hija yako utaona ulichokifanya ni kunuia na kuendelea na labbaika zako, na kisha kuja kusimama Arafa, na kisha kuja kulala Muzdalifa, na kisha umerudi tena Mina, na baada ya siku za Mina hizi unarudi Makka. Mbele ya hija yako umebakiza kuizunguka Al-Kaaba kwa ajili ya hija. Mwanzo ilikuwa kwa ajili ya umra, na itakubidi pia uwe na Safa na Marwa kwa ajili ya hija yako. Hizo nazo zikimalizika, hatuwezi kujua kwa namna ya booking ya manasik Maka mtakuwa na siku ngapi za kupumzika, nyingine za ziada. Miaka ya nyuma taasisi zetu nyingi zilikuwa zinapenda kuanza Madina, lakini mahujaji wenyewe ndio waliotufanya tubadili. Mahujaji wakiwa Madina pale wanaona kama ndio washafika Maka, wanamaliza mitaa, shopping kubwa kubwa. Kila mtu akitoka hapa kwenda kwenye sala akirudi ana boksi. Kilichotokea kibaya sasa, huku kote alikojihenya hija inamgoja hajaigusa kabisa. Mkishaingia Maka amechoka hoi, anataraji mtu wa kumfanyia wakati ile haikubaliki. Nguvu zake zote za maana ameziharibu kwenye ziara ya Madina, ziara ambayo yenyewe si sehemu ya hija kabisa. Ndio maana tumeona hapana, hivi kimotomoto, wakiwa wana nguvu zao na shauku yao, tufanye ibada yenyewe ya msingi. Tukiingia Madina tunaenda kufanya ziara kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati hija ishakamilika 100%. Huku sasa mtu akiwa na nguvu ya kutembea, Mungu atustiri, kachoka, hija yake imeshakamilika, haijadhurika. Maana watu wenyewe hawakamatiki kwa maneno shehe, wanaitikia hapa hapa tu, lakini akishaona mtu minara ya msikiti humwambii jambo. Sasa kwa kwetu tumebadili, na mimi naona hiyo ni nzuri. Utaingilia Jida, utatokea Madina. Lakini zamani wengi wanaingilia Madina, tunatokea Jida. Lakini hiyo tumeona wako wengine akishaingia Maka kule, sasa ndio hija ishafika, inataka huduma zake, yuko nyanga. Sasa bora tusiwatamanishe. Na hata kijiografia ukiangalia msikiti wa Madina, mandhari yake unawavutia wengi, utambarare wake na hivi na hivi. Sasa ala kula hali, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba atuwezeshe, atuwafikishe. Tukishamaliza kukaa Maka, baada ya kwa hija shakamilika, wapo wanatumia fursa watu kufanya umra mbalimbali pale na vitu kama hivyo. Hayo inategemea afya za watu, hatuyaingilii sana, lakini la msingi tutabakiwa na tawafu moja isiyokuwa na sa'i, ni ile tawafu kwa ajili ya kuaga. Tawaful wadai ni tawafu ya kuaga. Siku tunapotaka kuondoka Maka kuelekea Madina, kuna jambo la wajibu tulifanye, ni kuizunguka Al-Kaaba mara 7 kama tulivyofanya mwanzo, ila hakuna ule mlolongo tena wa Safa na Marwa, hakuna. Utapiga rakaa zako hizo sunna hapa, utakunywa Zamzam yako, unatoka. Mambo haya inatakiwa yafanyike baada ya kuwa tumekamilisha taratibu zote za kuondoka pale.
tushaamua kuondoka, haturuhusiwi kuaga, kumbe bado tuna ziara zetu tunataka kuzifanya pale Madina na pale Maka, itakuwa tumekosa. Kwenye hili kuna bahati mbaya, baadhi ya waumini wanaambiwa ukishamaliza kuaga huruhusiwi tena kupita hapa kwenda kusalimia, kwenda kufanya shopping, kufanya manunuzi. Wako watu hata unamkuta anatoka msikitini kule, anakuja hotelini achukue begi lake, salamu alaikum, hakuitiki. Ukishaambia ukishamaliza kuaga sio tena unapita kusalimia. Kupita kusalimia, kupita vinyumbani mwa watu, sio hata kama ukimkuta Muislamu mwenzio akamwambia salamu alaikum wewe ukaikimia, sio hiyo. Lakini hata kama ana kiu ya maji, amekuta maji kwenye mikokoteni, maduka anayapita, kuchukua chupa pale akatoa hela, anaogopa. Shopping ile kusudiwa hapa ni ile ya kuzurura madukani, umeangalia duka hili, umeacha, umekwenda lingine. Lakini kama unapita kuelekea hotelini kwako, umekuta maji, umekuta biskuti, umekuta tunda, unaweza kulinunua huku unaenda zako. Vitu kama hivyo sio vilivyokatazwa. Vilivyokatazwa shopping maalum zile za kupoteza muda. Lakini za kusadifu njiani ruhusa. Kusalimia kule kwenda majumbani, mahemani mwa watu kuwasalimia. Lakini salamu za wanaokutana njiani zinaruhusiwa. Tutaaga, tutaenda zetu Madinatul Munawwara, na huko Madina tutapata ratiba za ziara mbalimbali ambazo zimeratibiwa na viongozi wetu. Na kama tunavyojua tabia na dasturi ya taasisi zetu zote hizi, pamoja na ziara semina zetu za awali hizi, lakini pia kule huwa tunaendelea nazo zile za kila siku. Ikifika mwezi 7 viongozi watatuambia kesho mwezi 8 kuna nini, watatukumbusha. Tukifika mwezi 8 watatukumbusha kesho mwezi 9 kuna nini. Hivyo hivyo mpaka Allah pale atapotuwafikisha tutakaporejea tena hapa tukiwa mabalozi wazuri na wema wa ibada ya hija.